Bila shaka hali yako ni njema, mtazamaji wa Bandari Online TV. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu hapa Bandari Online TV, tukiangazia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maboresho, upanuzi na ujenzi wa bandari hapa nchini. Kipekee TPA tunaamua kukupeleka hatua kwa hatua kushuhudia utekelezaji wa miradi hii ya bandari. Naam, kwa kuanzia hii leo mtazamaji, tumefunga safari hadi jiji la miamba, yani Rock City. Hapa ni Mwanza. Hapa Mwanza kuna bandari inaitwa Mwanza Kaskazini. Kipekee katika bandari hii, serikali ya awamu ya 6 imetoa fedha shilingi bilioni 18.6 kwa ajili ya maboresho na upanuzi wa bandari hii ya Mwanza Kaskazini. Si hilo tu, pia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ujumla imetoa shilingi za Kitanzania bilioni 60 kuboresha na kupanua bandari nyingine 2 ukiacha hii ya Mwanza Kaskazini. Kuna bandari ya Kemondo pamoja na bandari ya Bukoba. Leo tunaangazia shughuli ya upanuzi inayofanyika hapa katika bandari hii ya Mwanza Kaskazini. Na katika kipindi hiki kwa leo, mwenyeji wetu ni kaimu mkurugenzi wa huduma za uhandisi, Mhandisi Eric Madinda. Anatupitisha kwenye mkakati wote wa maboresho ya bandari hii ya Mwanza Kaskazini. Kama tunaangalia hapa tulipo ni bandari ya Mwanza Kaskazini ambayo inaendelea na ujenzi wake. Mkandarasi akiwa ni kampuni ya Kichina ambayo inaitwa CR15, yani China Railway 15 Limited. Lakini pia inasimamiwa na mhandisi mshauri ambaye ni kampuni ya Dar Al Handasa. Hii miradi jumla yake, mradi wa ujenzi una gharama ya shilingi bilioni 18.6, na mradi wa consultant ambaye kimsingi anasimamia miradi mitatu, anasimamia mradi wa Mwanza Kaskazini, anasimamia mradi wa Kemondo Bay, anasimamia na mradi wa ujenzi na maboresho ya Bukoba. Sasa kwa mradi kama huu, katika maboresho haya, vitu vikubwa ambavyo tumeviangalia ni kwamba ni namna ambavyo generation za meli zinaendelea kubadilika. Mwanzo tulikuwa na meli ndogo ndogo, sasa hivi tumeona kuna meli kubwa zinajengwa kama MV Mwanza hapa kazi tu, na kuna prospect ya ujenzi wa meli zingine kutoka nchi za jirani. Sasa haya mabadiliko tunayataka vipi? Tunayataka na sisi kwa kuangalia namna bora ya kuboresha haya maeneo yetu ya ujenzi ili kuweza kuaccommodate wateja ambao tunawapata. Sasa kwenye hili eneo tumeangalia maeneo makuu matatu ambayo tunataka kwenda kuyaboresha. Eneo kuu la kwanza ni kutanua urefu wa magati yetu ili yaweze kuaccommodate meli kubwa ambazo zinajengwa au zinatarajiwa kutumia. Lakini la pili ni kuongeza kina. Kina kilichopo ni kati ya mita 2, kwa mfano kwa bandari ya Mwanza Kaskazini ni kati ya mita 2.5 mpaka mita 3. Sasa mita 2.5 mpaka mita 3 tunategemea meli ambayo inakuja hapa kubwa kabisa ina mita 3.7. Sasa mita 3.7 haiwezi kutosha kupaki kwenye gatili. Kwa hiyo tumeongeza kina na tumeongeza urefu wa gati ili kuweza kuaccommodate hiyo meli na meli zingine ambazo zitakuja kwa ukubwa huo. Lakini sio tu ukubwa wa meli moja, lakini hata idadi ya meli zinazoongezeka nazo, kwa kuongeza urefu wa magati na kina, basi tunaweza kuzipokea na kuzihudumia kwa wakati mmoja. Tuna uhaba wa maeneo ya kufanyia kazi, yani operations area. Eneo ambalo lilokuwepo mwanzo lilikuwa ni dogo sana kwa ajili ya operations, lakini sasa tunatanua eneo la operation kwa karibia 100%. Yani tutakuwa na eneo la ukubwa mara 2 ya lile ambalo tulilokuwa nalo, kwa kutanua maeneo ya jirani na kuyawekea hard stand ili yaweze kutumika katika operations. Kimsingi, mtazamaji wa Bandari Online TV,
kazi kubwa inaendelea hapa Mwanza Kaskazini. Kazi ya maboresho makubwa na upanuzi wa bandari hii ya Mwanza Kaskazini. Gharama za mradi ni bilioni 18.6. Kazi inaendelea vyema. Nasi kupitia Bandari Online TV tuendelea kukujuza miradi mbalimbali inayotekelezwa ya kuboresha bandari, kupanua bandari na kujenga bandari chini ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano ya TPA kutoka Mwanza Kaskazini, mimi ni Enoch Bwigane, cameraman ni Omar Khalid. Kwa heri kwa wakati huu. Baada ya hapa, safari ni Kemondo na Bukoba. Hii ni Bandari Online TV. Usisite, tafadhali endelea kusubscribe katika channel yetu, lakini pia mitandao ya kijamii yetu unaiona hapa. Tufuatilie, tukujuze mengi kuhusu TPA na bandari zake. Huduma bora, uhusiano mwema na wadau, tunajivunia TPA. Asante Rais wetu Samia Suluhu kwa kutushika mkono TPA. Asante Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kazi isonge mbele, kazi iendelee. Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, lango la biashara kitaifa na kimataifa. Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, kazi